yenye heshima na utu, usalama na haki. Sauti ya wafanyakazi inasikika na inachangia kikamilifu katika kufikia malengo ya maendeleo ya muda mrefu ya taifa letu. Mheshimiwa ya waajiri wa mkoa wa Singida, napenda kutumia fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake kubwa katika kuboresha sekta ya ajira nchini. Sisi sote ni mashahidi jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais kwa serikali yake anayeongoza ameendelea kutoa ajira nyingi katika sekta mbalimbali, jambo ambalo linawapa fursa vijana wengi na Watanzania wengi kuingia katika soko la ajira na kuchangia maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kifupi tu, kwa halmashauri zetu pamoja na sekretarieti ya mkoa kwa mwaka huu wa fedha tayari alishatoa ajira kwa wananchi 2014. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Kwa kuajiri wote hao wangeweza wakawa mabarabarani, lakini ameendelea kutoa ajira na ajira ni fedha. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amekuwa akijitahidi sana kuongeza watumishi katika maeneo mbalimbali, lakini kana kwamba hiyo haitoshi, kwa sekta binafsi pia ameweza kuweka mazingira wezeshi ya watu kujiajiri na kushiriki kikamilifu katika kujenga taifa letu. Sisi sote ni mashahidi. Juzi alikuwa kwenye mkutano wa mama na baba lishe, wote wale ni wafanyakazi, kuwatia moyo ili waweze kuchapa kazi na kushiriki katika kulijenga taifa letu. Pia serikali inayoongozwa na Dr. Samia imeendelea kununua vitendea kazi vinavyohitajika kama vifaa tiba katika vituo vyetu vya huduma, kompyuta, vyombo vya usafiri, magari mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe mwenyewe ni shahidi, umekuwa ukikabidhi magari mbalimbali hapa mkoani kwetu. Juzi umekabidhi magari TANESCO na kuna kipindi kifupi ulikabidhi magari zimamoto. Yote hiyo ni kuhakikisha kwamba vifaa vinatolewa ili kazi ziendelee. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, yote hivyo vinawapa wafanyakazi furaha na familia pia zinapata furaha. Kwa niaba ya waajiri tumpongeze sana Mheshimiwa Rais, na yote hayo yanakamilishwa na swala zima la mishahara. Mheshimiwa Rais katika serikali yake mishahara imekuwa ikipatikana kwa wakati. Jamani, tumpigie makofi. Mgeni rasmi, kwa mishahara naomba nitangaze mahali hapa, serikali inajitahidi kulipa mishahara ya kutosha. Kwa mfano, kwa mkoa wetu wa Singida, nikichukulia ofisi yako ya mkuu wa mkoa pamoja na halmashauri zake, serikali inalipa mishahara kila mwezi takribani bilioni 15.4 na kwa mwaka ni takribani bilioni 185.7, na hiyo ni taasisi chache kati ya taasisi nyingi. Kwa hili, kwa niaba ya waajiri tumpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada hii. Mishahara hii ina maana kubwa. Kwanza inaleta faraja kwa wafanyakazi, lakini pia kwa familia, wanaweza wakajikimu katika mambo mbalimbali. Aidha, nitoe shukrani kubwa kwa wafanyakazi wote kwa juhudi, uzalendo na kujituma katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Hakika maendeleo tunayoyaona katika sekta mbalimbali, iwe ni elimu, afya, kilimo, miundombinu, utumishi wa umma, yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na bidii za wafanyakazi hao ambao tunawaona mbele
mbele yetu. Jamani wafanyakazi oye! Ingawa natambua changamoto zao katika kutekeleza majukumu yao ambayo ni upungufu wa watumishi katika sekta mbalimbali na upungufu wa vitendea kazi, lakini kama nilivyokwisha kusema, serikali hii imejikita katika kuhakikisha kwamba vyote hivyo vinafanyiwa kazi. Tunatambua kuwa mazingira ya kazi wakati mwingine huwa yana changamoto mbalimbali, lakini pamoja na hayo tumeendelea kusimama imara na kutekeleza majukumu yenu kwa uadilifu na weledi. Hongereni sana. Sisi kama waajiri tunaahidi kuendelea kufanyia kazi changamoto zinazowakabili na kuboresha mazingira ya kazi ili kuongeza hamasa katika uwajibikaji. Natambua zipo haki za msingi za mfanyakazi ambayo mwajiri anatakiwa kuzikamilisha, kama vile kulipwa mshahara kwa wakati, stahili nyingine, usalama kazini, navyo vyote hivyo tunaahidi kutekeleza kulingana na sheria za nchi yetu. Mgeni rasmi na wageni wote waalikwa, pamoja na pongezi hizi, wito wangu kwenu wafanyakazi wenzangu, wafanyakazi pamoja na waajiri, ni lazima tusisitize swala la uwajibikaji. Kila mfanyakazi ana wajibu wa kutekeleza majukumu yake kwa bidii, ufanisi na kwa kuzingatia maadili ya kazi ili kuleta tija katika ajira yake. Ninawasihi tudumishe amani kazini ili tuwe na utulivu wa kuwajibika na kuzalisha. Nidhamu kazini, tumesikia wimbo hapa ukiimbwa. Nidhamu kazini ndio msingi wa mafanikio. Twendeni tukawe na nidhamu, tuwe watii ili tuweze kuwa wazalishaji. Tuzingatie muda, kuvaa nadhifu kazini na tufuate miongozo ambayo imewekwa na utumishi wa umma. Tunasisitizwa mwajiri anachotaka ni matokeo. Kwa hiyo wafanyakazi, kuweni wabunifu katika kutekeleza kazi zenu, kwani serikali ya awamu ya 6 inataka watumishi wenye ubunifu kwa kuleta mawazo mapya kuboresha huduma zinazotolewa. Vile vile kuwa na mshikamano na ushirikiano baina yenu na viongozi wenu. Malumbano katika kazi hayana tija. Kwa hiyo tuepuke malumbano, tupendane, tuweze kufanya kazi kwa umoja na upendo kwa ajili ya tija ya taifa letu. Aidha, napenda kuwakumbusha watumishi, rushwa ni adui mkubwa wa haki wa maendeleo. Tukaepuke rushwa. Ni wajibu wa kila mfanyakazi kuepuka na kupinga vitendo vyote vya rushwa kwa nguvu zote. Ndugu wafanyakazi, ni muhimu pia kushiriki katika shughuli halali ya kuongeza kipato binafsi bila kuathiri majukumu ya kazi. Tujiwekee akiba, kwani itatufaa mbeleni. Mheshimishi wafanyakazi, kama tuna fursa tujiunge na shughuli zingine za halali za kujiletea kipato, lakini vile vile tujiwekee akiba. Akiba haiozi, itatusaidia. Tunayo TEHAMA, teknolojia ya kutufundisha njia mbalimbali za ujasiriamali. Tuzitumie. Tusifikiri waajiri watakamilisha changamoto zote za familia yako. Haiwezekani. Serikali haiwezi kukamilisha mahitaji yako yote. Ni lazima uweze kushiriki katika uchumaji kwenye njia halali, na kwa kufanya hivyo tutaepuka madeni yasiyo ya lazima, tutaepuka mikopo isiyo ya lazima, tutapunguza msongo wa mawazo kwa kutumia ujuzi na vipaji vingine. Tujifunze ujasiriamali. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme kidogo na vyama vya wafanyakazi. Vyama vinapaswa kujali matakwa ya wanachama wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niwaase vyama vya wafanyakazi
tuwasikilize wanachama wetu, tujadiliane nao, tukumbuke nguvu ya chama ni kushawishi mwanachama wako kwa mambo mema. Mtendee mambo mema na si kumlazimisha awe mfuasi wako. Usimrubuni, wewe toa huduma nzuri na utapata wanachama wengi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa tukizingatia kwamba wafanyakazi wa sasa wamepewa uhuru wa kujiunga na chama chochote wanachokiona kinakidhi maslahi yao. Tuwe wabunifu ili kuwavutia wanachama wetu. Aidha, jukumu letu si tu kuwatetea wafanyakazi, bali pia ni kuhimiza uwajibikaji. Tuhimize uwajibikaji kwa wanachama wetu. Unakuta chama kinamtetea mwanachama wake, mfuasi wake ambaye mtumishi huyo amefukuzwa kazi kwa sababu ya ulevi, lakini chama kinaweka wakili wa kumtetea mlevi ili arudishwe kazini. Ninaomba vyama vya wafanyakazi tuwe wazalendo. Kama mtu amekosea kihalali, acha sheria ichukue mkondo wake. Tusiwatetee wazembe tukaleta changamoto katika taifa letu. Aidha, ni wasihi, naomba ushirikiano wenu kati ya waajiri, wafanyakazi na vyama, ndio msingi endelevu wa maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, na wahimiza wafanyakazi kwamba waajiri wenu wanawapenda sana na wako tayari kushirikiana nanyi kuhakikisha kwamba matokeo na malengo ya kila kazi yanafikiwa. Tuwatie moyo, tufanye kazi kwa bidii ili tuweze kuendeleza taifa letu. Niseme asanteni sana, niwatakie heri na fanaka katika siku yenu ya Mei Mosi, na Mungu awabariki sana.